Basi wapenzi watazamaji, tuendelee katika sehemu yetu ya 3 ya filamu yetu ambapo bilionea aliweza kumsaidia mtoto kipofu bila kujua kuwa ni mtoto wake. Tuliishia kipande cha pili ambapo nasema Isabela anawaambia wazazi wake kuwa kaka yake anaye mtoto. Baba na mama walishtuka sana na kushangaa, hata kijana tajiri pia alishangaa sana. Dada akatoa simu na kuonesha picha aliyompiga mtoto ombaomba ambaye ni kipofu na kusema kuwa ndiye mtoto wa kaka yake. Kwani hata kaka yake walikuwa na matatizo ya upofu alipokuwa bado ni mdogo. Lakini kaka yake alikataa kata na kusema kuwa upofu haimaanishi kuwa ni mtoto wake. Lakini picha wazazi walisema kwamba kabisa anafanana na tajiri enzi zake alipokuwa bado ni mtoto mdogo, lakini jamaa alikataa kata. Ndipo dada yake akawaambia amechukua nywele za mtoto huyo kwa ajili ya kuweza kupima vipimo vya DNA ili waweze kuthibitisha kabisa kuwa mtoto ni wa kwake au sio wa kwake. Ndipo nesi akaita majibu na akawaonesha kuwa dhahiri kabisa majibu yale alionyesha kuwa mtoto kipofu ombaomba ni mtoto wa tajiri bilionea. Wazazi walishangaa sana, familia nzima ilishangaa, hata kijana tajiri pia naye alishangaa. Ndipo mzee alipoagiza maaskari hundo akamtafutie mtoto huyo na kumleta nyumbani mara moja. Dogo akiwa hospitali na mama yake ambaye ni mgonjwa, ndipo nesi akaja mbio na kuambia kuwa kuna watu wakubwa na wazito sana na matajiri sana wanamtafuta mtoto huyo. Dogo akatoka nje na kufikiri kuwa ni baba yake ndiye aliyemfuata. Kumbe ni Mr. Kipara bana pamoja na bosi wake. Wakamfuata na kumuuliza Dogo kwamba ndiye aliyeuza kidani. Dogo akakubali na kusema kuwa baba yake ndiye alimpatia mama yake kidani hicho na yeye amekwenda kukiuza ili aweze kupata pesa ya kuweza kumtibia mama yake. Basi Kipara akapewa kazi nzito sana kwenda kumsulubisha Dogo. Akaweza kumsulubisha Dogo, alimpa mateso makali sana kama adhabu. Upande wa pili, familia ya kitajiri wanapewa taarifa kuwa mtoto kipofu ameonekana mahali fulani, hivyo waanze kujongea haraka ili waweze kumfuata mtoto huyo. Wakati huo Kipara akiwa wanazidi kumsulubisha mtoto huyo kipofu, mateso makali, msafara mkubwa wa wanafamilia ya kitajiri ukaingia maeneo hayo. Baba wa mtoto bilionea tajiri alishuhudia mtoto kipofu alivyokuwa anazidi kupewa mateso makali, akizamishwa ndani ya maji, akipata mateso makali sana. Walisogea na kumchukua mtoto kipofu bila kusema chochote kwa ajili ya kwenda kumpatia matibabu, kwani afya yake ilidhoofika kwa mateso makali alikuwa anapewa na Mr. Kipara. Hospitali nzima walishangaa mtoto maskini kubebwa na bilionea na kuingia na hospitalini kwa haraka, huku akiwa na hofu na afya ya mtoto huyo. Daktari alikuja na kuwapa majibu kuwa wameokoa maisha ya mtoto kipofu, lakini ubongo wake utakuwa na shida, hivyo kuweza kumpelekea mtoto huyo kuweza kupoteza kumbukumbu na kuweza kuchukua muda kwa ajili ya kupona. Wakati huo mama anawaza mtoto wake amekwenda wapi. Ndipo kwa mbali akaweza kushuhudia familia hiyo tajiri ikiweza kumbeba mtoto wake na kuweza kujua kabisa kuwa ndiye baba yake ameweza kumchukua mtoto. Hapo akakosa namna la kufanya. Upande wa pili, mtoto amezinduka na pia ameweza kuona tena. Ndipo anaanza kumuuliza bilionea kuwa wewe ni nani? Bilionea anaanza kujitambulisha kuwa yeye ni baba yake. Babu na bibi pia walisogea maeneo hayo na kuweza kujitambulisha kuwa wao ni babu na bibi na kuambia kuwa mjukuu wake wanampenda sana. Basi kwa wakati huo ndipo tajiri bilionea akasema, wewe una baba tu lakini hauna mama. Aliyasema yote haya akikumbuka maumivu na usaliti ambao aliupata kwa mama yake na mtoto huyu enzi wakiwa shuleni. Ndipo baadaye familia ya kitajiri iliamua kumtafuta mama wa mtoto ili waweze kuishi wote waweze kumlea mtoto wake, lakini mama yake na mtoto alikataa kata. Ndipo mtoto akamfuata mama yake ili aweze kumbembeleza waweze kukaa wote amlee na asimwache peke yake. Mama aliwaza sana kuhusu mtoto kuishi peke yake, akaamua kukubali na aweze kumlea pamoja katika familia ya kitajiri. Asante kwa kuwa pamoja na sisi katika filamu hii. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kuweza kupata filamu zingine ambazo tunazidi kuzipandisha kila mara na kila siku. Asante.